Leo nataka nizungumzie forex trading. Forex trading ni foreign exchange. Yaani ni mabadilishano ya hela. Sawa? Ni mabadilishano ya hela katika soko la dunia. Yaani kuna chati hiyo ambayo inatembea masaa 24, siku 7 za wiki, mwezi mzima, mwaka mzima. Sijui umeelewa? Yenyewe inatembea tu. Sasa ile chati ina option mbili. Kuna wakati inapanda, kuna wakati inashuka. Kwa hiyo inapopanda wewe inabidi ununue, na inaposhuka manake wewe inabidi uuze. Sijui umeelewa? Inabidi useli, uuze. Sijui umeelewa? Sasa ukiingia kule kuna terms mbalimbali wanatumia ukiingia kwenye hiyo chati. Kwa hiyo ikiwa inananilia inapanda manake wanasema una buy, na ikiwa inashuka manake una sell. Sijui umeelewa? Kwa hiyo ina option mbili tu. Sijui umeelewa? Unajua miaka ya nyuma walikuwa wanafanya hii biashara, walikopo ni makampuni makubwa na mabenki pia na taasisi. Sijui umeelewa? Lakini baada ya teknolojia kukua, manake mtu wa kawaida, mimi na wewe tunaweza trade hii biashara, tukaifanya hii biashara. Sijui umeelewa? Lakini tunaunganishwa na mtu hapa katikati ambaye anaitwa broker. Broker ni huyu anatuunganisha sisi na soko la dunia. Umeona? Kwa sababu kipindi hicho cha nyuma walikopo wanatumia, yani uweze kufanya hii biashara ulikuwa unahitajika uwe na dola 1000. Ni sawa sasa hizi na milioni 2 na milioni 3 kasoro. Sijui umeelewa? Sasa milioni 3 kasoro kwa mtu wa kawaida kama mimi niitoe nikaiweke kule benki, wakati huo sina elimu yoyote ile kuhusu hiyo forex trading, ilikopo kidogo inaleta ni shida. Sijui umeelewa? Kwa hiyo broker alipokuja hapa katikati, manake yeye kuna mabloka wengi. Kuna sijui kina Binary.com, sijui kuna ICM, sijui na wengine wengi tu, FBC sijui na nini. Wako wengi, umeelewa? Kwa hiyo kila bloka alivyokuja ana taratibu zake. Kuna wengine unaanzia dola 10, kuna wengine unaanzia dola 20, sijui umeelewa? Kuna wengine dola 30, umeelewa? Sasa huyu broker manake anakusaidia wewe uweze kutrade hata kwa mtaji mdogo kuanzia dola 10 au dola 20. Hizo nyingine anakujazilizia yeye. Na yeye anapataje faida? Yeye anapata faida pindi wewe pale unapopoteza akaunti yako. Yaani unapozichoma zile dola 10. Umeweka dola 10 ndio. Hujui kutrade. Umeweka kiwango kikubwa, kwa sababu ile chati inavyotembea au unavyoweka oda yako inabidi uchague lot size, yani size yako, yani kulingana na mtaji wako ulioweka. Utakuta sasa wewe hujui, umeona, umeweka lot size kubwa ambapo yani umeruhusu kwamba soko liende kasi, yani kila linapopiga hatua yani lipiga hatua kwa faida kubwa. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku kale ka dola 10 umekachoma. Umeona? Yani kameisha. Sasa kakiisha ile haiendi kwenye benki, kwenye soko la dunia. Kwa hiyo ile inamdondokea nani? Broker pale katikati, ndo faida zake anazipata vile. Kwa hiyo unapoingia kwenye forex trading haujui kutrade. Kwa hiyo zile unazochoma account, hata kama umechoma account mara 6 mara 7, kwa hiyo ile hela inaenda kwa nani? Inaenda kwa broker. Umeelewa? Kwa hiyo tafuta maarifa ya kutosha. Kisha ukishatafuta maarifa ya kutosha, kisha ndo uingie sasa kwenye hiyo nini? Forex trading. Umeelewa? Forex trading ni kweli, ni ya ukweli kabisa. Umeona? Mimi nimeanza kuifahamu forex trading 2020. Kwa hiyo mpaka saizi miaka 6. Sio, umeelewa? Kipindi cha mwanzoni kabisa, nikupe hii story. Kipindi cha mwanzoni kabisa naifahamu kwa mara ya kwanza. Niliifahamu vipi? Niliifahamu katika mitandao ya kijamii. Tulikuwa na chat na washikaji na nini hivyo, napiga story na nini na nini. Sasa katika zile stories za hapa na pale, bwana hakuna app yoyote ambao unaweza ukapata hela. Waone wakasema ziko. Na jamaa mmoja akasema ipo, nikaanza kumfuatilia yule jamaa. App gani hiyo? Ndo akaanza kunielekeza sasa. Bwana oya, kuna app fulani, kuna app fulani, kuna app fulani. Download hizo app. Ukisha download tayari niambie. Kwa mimi nika download zile app. Nilipo download tayari nikamwambia yule mshikaji, "Bwana, nimemaliza." Kaniambia sasa hapo mwanangu kuna process ya kujisajili. Tafuta mazingira yaliyotulia nipigie. Alafu inabidi uwe na MB. Nikamwambia poa. Nikatafuta MB nikaweka. Nikaanza kumpigia. Akaanza kunielekeza, bwana hapo ingia hivi, fanya hivi, screenshot nitumie, sijui nini mpaka mwisho wa siku nikakamilisha account yangu kufungua. Nilikuwa namtumia Binary.com. Nikafanikisha kufungua account kwenye Binary.com, nikafungua account kwenye MT5, MetaTrader 5, nikafungua, nikazilink zote. Baadaye
Ukisha zilink zote unapewa $10,000. $10,000 ni kwa ajili ya kujifunzia. Zile hazitoki wala nini. Yaani wewe ni kutrade kujipima. Sijui umeelewa. Kwa hiyo unafungua lili account lakini pia unafungua na demo account. Kwa hiyo lili account ni account yako ambayo utaweka hela. Lakini demo unapewa $10,000 za kujifunzia. Ukishaona unaweza basi unafungua lili account, unatia nanilia, unatia hela. Ukishatia hela basi unaanza kutrade. Sijui umeelewa? Unaanza kutrade. Kwa hivyo akanielekeza yule jamaa nini na nini, vitu vinavyohitajika na nini. Basi kweli nilikuwa na pressure sana. Kwa nikawa ninaweka hela, natafuta hela 20,000 elfu ngapi naweka, $25 10,000 nimeweka mara kibao. Sio umeelewa? Zote nikawa naaliwa. Umeona? Sio naaliwa, yani kwamba nachoma account. Sio umeelewa? Mara baadaye sasa akili inakuja kunikaa vizuri. Kuna siku nikaja nikaweka $50,000, 1,500,000 hiyo nimetoka kupokea mshahara, yote nikaingiza. Yote ikapigwa. Umeelewa? Ndani ya dakika chache tu. Nilikuwa yani ndani ya dakika chache tu yote nikawa nimeipoteza. Nikavunga, nikaanza kuifuatilia kwa kina. Sasa kuipekenyua nijue kwamba hii ni vipi. Nikaipekenyua. Nikaisoma. Baadaye nikawa nimemaster kidogo. Nikatafuta $30 nikaweka. Nilipoweka pressure ikawa kubwa. Kuna jamaa yangu wa Kenya tukaongea, bwana kuna 1 2 3, akaniambia kama nina hivyo mimi naweza, hebu njoo tu trade, nipe password zako. Nikampa password za MT5, akaniambia lakini sharti ni moja. Katika faida mimi nitakuwa napata yani tunakula nusu. Ikipatikana $10 zangu 5 na zako 5. Uko tayari? Nikamwambia kweli bwana. Nikampa yule jamaa, akatumia siku hiyo, alitumia volatility ya nakumbuka volatility ya 100. Umeona? Volatility ya 100. Basi baada ya kuweka volatility ya 100 pale, nikaona ameweka order kule, mimi kunaona inaenda mara ngapi bwana Mungu sio Osmani, ikadondokea kwenye dola zilikuwa kama 25 hivi kama sikosei. 25 no, 35. Umeona? Faster tu ndani ya muda mchache. Dola 35. Katika hizo dola 35 manake yeye alitakiwa apate dola 10 na ngapi, 17 na mimi 17. Kwa hiyo sasa mimi nikawa nazitoa zile hela, nikizitoa manake yeye namtumia na mimi nabaki nao. Kwa hiyo nilikuwa naitoa kwa kawaida tu, unatoa. Kuna mawakala mle wapo, mle wako unamtafuta tu wakala. Kuna wakala moja nilikuwa namtumia mimi. Basi nikamcheki mshikaji, akaniambia toa, nikatoa. Kuna process ya kutoa mle kama kwa wakala tu wa kawaida. Nikatoa, ikaingia hela kwenye simu. Basi nikachukua, nikawa namtumia yule mshikaji hiyo 17 yake, manake ni kama 17 ni kama 30 na kitu hivi ya Kitanzania, ila kwao kule inakuja kama 2,000 na kitu hivi. Ya nikamtumia. Basi baada ya kumtumia tukawa tunaendelea hivyo. Tukafanya hivyo, maisha yalikuwa safi. Kwa siku nilikuwa naenda kwa wakala, yani kutoa hela. Nilikuwa naenda mara 2 mpaka mara 3. Nilikuwa naenda kutoa dola yani mara 2, mara 3 mpaka mara 4 kwa siku, akitrade vizuri. Kwa hiyo nilikuwa naenda kutoa dola 20 hizi, yani za kwangu 20 hizi mara kadhaa, yani mara 3 mangapi. Ikaenda hivyo kama wiki 2 hivi. Sasa nikaona maisha si ndo haya hapa. Basi siku hiyo yule jamaa kumbe akaingiwa tamaa usiku. Akaingia kwenye ile account akaweka order, akaliski pakubwa. Alipo liski pakubwa, mimi sina hilo wala ile. Asubuhi nafungua kwa sababu nilikuwa nadunduliza account yangu, mwisho wa siku ilikuwa ina dola kama 89 hivi. 89 maana yake ni kama yani mara 2 hapo, ni kama kwa kipindi kile ni kama 200,000 kasoro hivi. Umeona? Asubuhi naamka, nifungue niangalie, nakuta hamna kitu. Namcheki mshikaji, ananiambia sijui nini na nini, kwamba mimi bwana kuna 1 2 3 sijui nini hivyo, ila nitakulipa. Ndio ikawaga nitolee. Kumbe na yeye alikuwepo, ni underground. Usimuone, alikuwa anajifunza na yeye, ila tu ndio hizo siku ngapi alikuwa amebaitika. Nikasema poa, so mbaya. Nikaanza kujifuatilia mwenyewe sasa. Umeona? Nikaanza kujifuatilia mwenyewe. Nikajifuatilia, nikaanza tena kuifuatilia mwenyewe. Nikawa naifuatilia kweli kweli, naifuatilia, najifunza. Nikaingia YouTube sasa mwenyewe, nikaanza kupekenyua kule, search forex, nikasoma. Mwisho wa siku nikamchagua mmoja.
kwa sababu kuna tutorial nyingi sana, yani mafundisho mengi sana ya forex kule YouTube. Kwa hiyo nikachagua mtu mmoja ambaye namfuatilia. Nikamfuatilia yule jamaa, nikamfuatilia. Nikaona yuko poa. Umeona? Baadaye nikaja nikatafuta dola tena, zikawa kama dola 30, nikaingia mwenyewe, nikatrade. Ni kweli nikapata hela. Nilitrade almost kama mwezi mzima hivi. Baada ya kutrade kama mwezi mzima nikapata maana ile 30 yangu niliyoweka dola 30 shwari. Ile dola 30 niliyoipata maana yake nikapata faida yake kama mara kadhaa hivi. Umeona, kama mwezi mzima. Mwisho wa siku pia tamaa ikanikuta, nikuta nimechoma account. So, nikaja kugundua kwa nini nimechoma account. Nikaanza kufuatilia sasa. Kwa nini nachoma account? Au kwa nini na lost sana? Nikajikuta kwamba background, kipindi kile nikopo naishi mjini. Sasa sehemu moja nilikuwa naishi Mbeya. Kwa hiyo nikaja kujikuta background yangu kwamba mimi sina kitu kingine cha kufanya, kwamba hata leo yani na trade kwa pressure kubwa kwa sababu sina yani background yangu nyuma sina msaada wote huo. Kwa hiyo natumia nguvu kubwa niaminishe kwamba leo yangu iko salama, lakini nyuma kwangu hamna kitu. Kwa hiyo nikawa na trade kwa pressure kubwa sana. Kwa mwisho wa siku nikajikuta nachoma account. Umeona? Kwa hiyo forex inachotaka kwanza, sawa? Kwanza forex inataka kwanza, kabla ya kuingia huko uhakikishe kwamba una uhakika wa kulala na mambo mengine. Yani namaanisha ya kwamba uwe una kazi unaifanya. Sio, umeelewa? Kuwe kuna kazi unaifanya ya halali, ambapo kwamba hata ukiweka oda yako unaiacha tu bwana iendeleage yenyewe, wewe unaendelea kupambana huko. Kama una saluni basi tulia na saluni yako. Kama una library tulia na library yako. Kama wewe msusi tulia na kusuka kwako. Kama wewe ni nini? Yani biashara yoyote inataka uwe na biashara nyingine, na hii iwage tu kama extra. Ila ukishaona umequalify ndio unaweza sasa ukaswitch. Lakini kwa wewe usitegemee forex moja kwa moja, kwa sababu itakutia umaskini mkubwa sana. Na hasa usipokuwa na elimu ya kutosha. Sijui umeelewa? Na hasa usipokuwa na elimu ya kutosha itakutia umaskini mkubwa sana. Sijui umeelewa? Kwa sababu tena utajikuta bora kubeti unatumia bukubuku, lakini kule unatumia kuanzia dola 10. Dola 10 kwa saizi ni kama 30,000 kasoro, 25,000 sijui 27. Mara kuweka na nini unajikuta 30,000 na katika. Sijui umeelewa? Alafu hiyo 30,000 ni sasa na dola 10 unaenda kuipoteza ndani ya dakika 3 au dakika 4 inakuwepo imeisha. Sijui umeelewa? Kwa hiyo tafuta maarifa ya kutosha. Ukishatafuta maarifa ya kutosha ndipo uirudie forex uifanye. Sijui umeelewa? Ni hivyo. Lakini pia kwa leo napenda nikwambie kwamba kama wewe unaipenda forex na unahitaji kujifunza, unaweza download hizi app. Ukishazidownload hizi app unajisajili, na ukishajisajili unaweza ukawa unaishi na demo tu muda mrefu, yani unajifunzia demo. Utakapoona sasa umeiva unaweza